A very beautiful day for us here, very exciting to actually see survivors going beyond thinking about themselves and actually minding about their community and wondering what can they do to lower the burden of breast cancer in the world. Oburwaire bwa kansa ngati ya marwaire aria agenderete kuira magima ya bange imeyense ya Kenya chinga kyomotienye gwikomi oromotienyi bwogo chingera bali bagenderete kurwana n'oburiro boiga anono kansa yorobere nigenya gitari ya Oasis specialist gutoka Nyamira County ya Kisii yakora egeikaro no murobilio bwokonyora maegelio anene obosemia iguru y'oburiro boiga. Kwa majina ni Koleta Nyarinda Mose. I'm a cancer warrior for 7 years. Nasema ya kwamba naambia wenzetu ya kwamba cancer is real, sio chawi. Ukijua mapema unapona. Sasa naambia wengine wao wakienda mapema kwa screening ili waweze kuponya maisha yao mapema. Kwa majina mimi ni Kisii Bundi na mimi ni cancer survivor, na ya kwanza mbeleni hapo sikuwa najua wanaume wataweza kuwa na saratini ya matiti, na nilikuwa nafikiria ni upimbe tu until such a time that I went to daktari, tukaenda through the process, nikapimwa nikagunduliwa niko na breast cancer. Yangu ni ile kuhimiza wazee kuanzia miaka 40 kwenda juu ni vizuri kwenda kwa daktari at least once a year kujiangalia vile unakaa, kwa ajili wengi wanaume wanafikiria kansa ya matiti ni ya wanawake peke yake. Nimejitokeza kusema ya kwamba wanaume pia wanapata breast cancer, na ushauri wangu ni kwamba kwa wanaume wote, wawe ni vijana, wawe ni wazee, ya kwamba una uwezekano wa kupata breast cancer. Kuwatikana na maegelio no bosemia kurwa sabanyagitari ao ngegotebeka n'oburire bwa kansa kubwena buri kulindekero bwa manyiru mapema na boigo umuntu abiriga gwanchirana asumubiroye. The time nilirealize kama niko na kansa, nilijiona kama niyo mwisho wa dunia, but nawaambia ya kwamba kansa huwa inapona ukikubali kitu, ni kukubali ili tena utumie matibabu vizuri. Tuacha matibabu hii tunatumia miti shamba. Kuwatikana n'oburi miru bwokonyora amaigelio no bosemia igoro y'oburiro boiga nigo yamanyekanite nga kansa yorobere nigie kubwata basubati buka kulenderero iga nigo baenekianga nonyana basacha nkonyoro bari no mochando yoiga. Changamoto kubwa iliyoko katika breast cancer especially kwa wanaume ni kwamba unapata kwamba kuna unyanyapaa ama stigma and discrimination. Ukipatikana unatengwa, inaonekana ni kama uko na laana, inaonekana ni kama kuna maagizo ukufuata, na saa zingine unaambiwa wanataka kukuweka kiwango kwamba wewe ni mwanamke kwa sababu kuna breast cancer. Lakini nataka kuambia kwamba ukweli ni kwamba kansa inapata kila mtu. Inaweza pata mwanamume, inaweza pata mwanamke. Nataka kuwashauri wanaume popote mlipo la kwamba kuna message kitambo ilikuwa ya kwamba prevention is better than cure. Tafadhali usije ukongoja ya kwamba ugonjwa huu uende mbali. Tuwe na mazoea ya kwenda hospitali kuangaliwa breast cancer. Gusangana Dr. Bahati oyu wanore mumanyi bw'oburiro boiga bwa kansa asomojega oyu aliganigwane nyagitari ya Oasis specialist Nyamira County ya Kisii niga bakagusangana intwe amangana ya igoro y'oburiro bo. Kwa majina naitwa Dr. Bahati. I am an oncoplastic breast surgeon based in the Kisii region, Kisii and Nyamira Hospital and the Nyanza region. Today is a very special day kwa sababu kwa historia tumekuwa tukikutana na survivors wa breast cancer. Tunawafunza jinsi ya kuishi, tunawafunza jinsi ya kukaa katika matibabu na jinsi ya kuenea katika kuishi na ugonjwa wa saratini. Na walitupatia changamoto to ask us. So now we are very well educated, but what can we do as survivors to actually reduce the burden of breast cancer from the communities that we come from? And they challenged us to then develop an awareness tool that they can actually use kueneza ujumbe kuhusu saratani ya matiti.
so that tusiwe tu tunaongea juu ya breast cancer only in October, so that they're able to actually talk about breast cancer all year round. So we've developed a tool which will give every breast cancer survivor today to actually use it wherever they are. It could be in their families, in their churches, katika soko, mahali popote ambapo wako, ili waweze kueneza ujumbe kuhusu breast cancer. And the key message there ni kwamba tujiangalie, na ikipatikana mapema tiba iko, na pia the cost of treatment both financially and emotionally is actually lower, and most importantly ni kwamba the survival rate is much higher wakati ugonjwa umepatikana mapema. So it's actually umuchando munene no gutamanya hali yemebere yaito ase egekegetambe bono ningo twaboliwe wesokia sobonge iliyokolengwa kero mwaka ili tunyale kwigirira amagima y'abange, kwa sababu gharama ya matibabu ni juu sana, na saa zingine usafiri kama Kisii mzima hatuna radiotherapy, lazima either uende Eldoret, uende Nakuru ama uende Nairobi, na ukiangalia gharama hiyo ya kusafiri na kwenda kutafuta hayo matibabu inakuwa ni gharama ya juu zaidi. Nataka kusema ya kwamba uzuri ni kwamba tuna facilities mzuri na ziko tayari kutupokea na kutupatia huduma ile ambayo inatakikana kulingana na breast cancer. Na nataka kuambia kwamba cancer is not a death sentence, sio kifo. Cancer inaweza kudhibitiwa na unaweza kuishi nayo na unaweza kukaa miaka ya ile ambayo Mungu amekuwekea. Na nataka kusema kile ambacho kilitusaidia sana hapa awali ilikuwa ni NHIF ambayo ilifanya vizuri sana. Kama mimi ilinisaidia wakati wa surgery, wakati wa chemotherapy na wakati wa radiotherapy, it was very supportive. Lakini sasa pia tumekuja na SHA ambayo nataka kusema nimeitumia kama mama, nilitumia na nikaenda nikapata dawa ambazo mimi hutumia kila siku, na approval yake haikuwa ngumu, ilifanyika kwa haraka. Ni huduma zingine ambazo sijajua, lakini nilipoenda kutafuta matibabu kuhusu kupata dawa, nilipata madawa kwa haraka na nikasaidika vizuri sana. Kwa hivyo himizo langu kubwa ni kwamba usipofanya kitu kuhusu kansa itafanya kitu kujihusu, na hiyo moja wao itakuwa. So ni vizuri sana kushughulikia mapema kabisa, kuiangalia mapema kabisa. Ni vizuri sana kwenda kwa facility ambayo iko karibu na wewe, at least mara moja kwa mwaka angaliwa ya kwamba hauna. Kwa sababu vile nilivyosema awali ni kwamba gharama inakuwa ndogo wakati umejulikana mapema. Inakuwa ndogo kwa familia, inakuwa ndogo hata kwa taifa. It's not very expensive to manage when you are diagnosed earlier. Otherwise nataka kuwashukuru na kuambia komenta nayo nigo bana basacha bali babeire bakurwana n'oburero bwiga asegeke getambe baba bakwenyorwa anene asoba semyo buyago cyase binyero naboigo ogokurera abantu wesokia na kolengwa. Today we are also honoring the male breast survivor. We have among us a couple of breast cancer survivors. As you can see behind me, they actually did speak today, and we are honoring them because they were brave enough to actually be confident to talk about their story, what it takes for a man to go through breast cancer, what it takes for a man to survive it, the challenges that they face in the community. But what you realize, their story is positive at the end of the day. All they are saying is breast cancer is treatable, I am here, I'm alive. And today we are actually here to honor them. For a long time we've all been raising about breast cancer in the females, but I think it's also a good time for us to honor the male and also remember that even male can get breast cancer. So that's why we're here today again. Poteria egetaseni kiao namba ya mokia Ndizi TV kurwe gasi nyagitari ya Oasis specialist yotukemeye kaunti ya Kisii elitera na nkuru kwa Dipon Hasanya.